Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, tunakusalimu jioni ya leo. Hizi ni habari tumekuletea kutoka anga za kimataifa. Pia tutaelekea Afrika Mashariki. Lakini tuanze na habari za kimataifa. Tuanze na nchini Irani. Hatutafungua mlango bahari wa Hormuz, serikali ya Irani yasema. Jeshi la Mapinduzi la Kiislamu IRGC limetangaza kuwa mlango bahari wa Hormuz hauwezi kufunguliwa tena iwapo vitisho na kauli za vita bado zinatolewa na viongozi wa Marekani pamoja na kuingilia harakati za meli katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran, jeshi hilo limesema vitisho na uingiliaji vimeifanya hali kuwa ngumu na tata zaidi. Taarifa hiyo pia ilisema bila kuitaja nchi yoyote kwa jina kwamba nchi zinazohusika kuisaidia Marekani katika mashambulizi yake yatakabiliwa vikali. Hapo jana CENTCOM ilitangaza kwamba IRGC hawana mamlaka ya kuamua njia ambayo meli zinapaswa kutumia katika mlango bahari wa Hormuz. Taarifa zetu zitupeleke moja kwa moja nchini Uganda, ambapo kiongozi wa upinzani Kizza Besigye, duru zimearifu kwamba amepoteza fahamu. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye azirai mahakamani. Kizza Besigye, kiongozi wa upinzani nchini Uganda, amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU katika mji mkuu Kampala baada ya kuanguka na kupoteza fahamu. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi yake ya uhaini, Besigye mwenye umri wa miaka 70 amekuwa kizuizini tangu mwezi Novemba mwaka wa 2024. Wakili wake mkuu alikamatwa mwezi uliopita na kushtakiwa kwa madai ya kushindwa kuripoti vitendo vya uhaini na anazuiliwa na polisi hadi sasa. Besigye, ambaye hali yake ya afya inaonekana kuwa dhaifu, alikuwa akipinga uamuzi wa mawakili wa serikali kuteuliwa kumwakilisha mahakamani kabla ya kuanguka na kupoteza fahamu. Walinzi wa gereza walimkimbiza hospitalini. Bado amepoteza fahamu, huwezi kuzungumuza na haitiki hata akidungwa shindano ili kupima mwitikio wa maumivu. Mkewe Winnie Byanyima, ambaye anaongoza shirika la Umoja wa Mataifa linalopambana na ugonjwa wa ukimwi UNAIDS, amechapisha kwenye mtandao wake wa X siku ya Jumatano katika mahakama kuu ya Kampala. Mashahidi waliokuwa mahakamani walisema Besigye alipaza sauti mara kadhaa akisema, "Wacheni kuhusu swala la uwakilishi wake wa kisheria kabla ya kuanguka." Besigye alipelekwa katika hospitali ya taifa ya rufaa ya Mulago, hospital kubwa zaidi ya umma nchini Uganda, lakini alikataa kutibiwa na wahudumu wa afya ya serikali. Mkewe anataka Besigye aruhusiwe kupata matibabu kutoka kwa daktari wake binafsi katika kliniki ya kibinafsi badala ya kutibiwa katika kituo cha afya ya serikali. Kitengo cha ICU ambako Besigye anatibiwa kimezingirwa na maafisa wa usalama. Ripoti zinaeleza kuwa dada yake, ambaye pia ni daktari wake binafsi, ameweza kuruhusiwa kumuona. Wakili mkuu wa Besigye Elias Lukwago yuko gerezani baada ya kukamatwa na jeshi mwezi uliopita.
Wakili wake mwingine Martha Karua kutoka nchini Kenya alizuiliwa kuingia nchini Uganda baada ya kusafiri kwenda huko mwezi uliopita kumwakilisha Kizza Besigye. Mwanawe Besigye Adamu Ampa amemwomba Rais Yoweri Kaguta Museveni na mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mkuu wa jeshi la Uganda kuwa na huruma na kumwachilia baba yake kwa msingi ya kibinadamu. Besigye ambaye amewania urais dhidi ya Rais Museveni mara 4 alitekwa nyara nchini Kenya mnamo mwaka wa 2024. Mpenzi msikilizaji wa Sahib TV1, ni hayo tu tulikuwa tumekuandalia jioni ya leo. Tukikukumbusha kama wewe ni mara ya kwanza kufika kwa channel yetu ya YouTube, kufanya subscribe, share, pia comment ili uweze kupokea matangazo yetu. Tunakutakia laheri, tunasema chao chao.